Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Ninakukaribisha wakati huu mtazamaji wangu na mfuatiliaji wa vipindi hivi. Tumeandaa vipindi hivi ili kwa ajili watu waweze kusikia na waweze kujengwa juu ya maisha yao, na kila anayesikia Mungu aweze kumbariki na kumsaidia, sababu ukisikiliza sauti hii, kila ambacho kinazungumzwa hapa wewe kitakubadilisha maisha na kitabadilisha mtazamo na imani yako kuhusu Mungu, nawe utaelewa vema. Bwana Yesu asifiwe. Twende moja kwa moja kwenye kitabu cha Mwanzo. Tutaanza kitabu cha Mwanzo, na kila Alhamisi tutakuwa tunasoma Biblia, na tutafanya hivyo kuanzia kitabu cha Mwanzo hadi Ufunuo. Kwa hiyo ninaomba unifuatilie, nitakuwa nikitoa vipindi hivi ili ufuatilie vizuri. Kama wewe kidogo unakuwa mzito wa kusoma, kuchukua Biblia na kusoma, ni vema ufuatane nami. Nitakuwa ninasoma mistari fulani, alafu tunaanza kuitafakari au kuielezea kilichokuwa kinafanyika. Haleluya. Tuende kitabu cha Mwanzo. Tutaanza Mwanzo sura ya kwanza. Kwanza kitabu cha Mwanzo kimeandikwa na mtumishi wa Mungu anaitwa Musa. Kimo kwenye vitabu ambavyo ni 4 ambavyo ameviandika Musa. Haleluya. Ni kitabu mojawapo kwenye vile vitabu alivyoviandika Musa. Twende tukaanze kwenye kitabu cha Mwanzo. Kitabu cha Mwanzo ukisoma sura ya kwanza hadi sura ya pili kinazungumzia uumbaji. Hebu twende tukasome nasi tuweze kusikia. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, nayo nchi ilikuwa utupu tena bila umbo, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Mstari wa 3. Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Mungu akaiona nuru ya kuwa ni njema. Mungu akatenga nuru na giza. Mungu akaiita nuru mchana, na giza akaliita usiku. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya kwanza. Narudia. Neno linasema kwamba hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, nayo nchi ilikuwa utupu tena bila umbo, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Manake Mungu alipoumba mbingu na nchi, alipoumba mbingu na nchi, nayo nchi ilikuwa ukiwa. Hii dunia unayoiona yote nzima hii ilikuwa ukiwa tena utupu, hamna kitu chochote. Giza limetanda. Kwa hiyo roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Kwa hiyo tunaona kumbe roho ya Mungu ambayo ndiyo Mungu mwenyewe inatulia juu ya uso wa maji. Sasa Mungu akaanza kutamka. Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Mungu akaiona nuru ya kuwa ni njema. Mungu akaitenga. Kwa Mungu akawa ametenga kati ya nuru na giza. Nuru akaita mchana, giza akaliita usiku. Ikawa siku, Biblia inasema kama ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya kwanza. Kwa unaona ilikuwa hivyo namna hiyo. Mungu anatenga usiku. Usiku giza analeta usiku. Ile nuru aliyoitamka ikawa, akaona nuru ni njema, akasema nuru na iwe mchana. Kama wewe leo unayosema mchana, imetokana na Mungu kuona kwamba nuru ni njema, na yeye akaita mchana. Twende mstari wa 6. Mungu akasema na liwe anga katikati ya maji, likatenge maji na maji. Mungu akaliumba anga, akayatenga yale maji yaliyo juu ya anga na yale maji yaliyo chini ya anga. Ikawa hivyo. Kwa hiyo unavyoona
Yani unapoona huku juu kaona blue ile blue bahari ile, yale ni maji yametengwa, ndio inaitwa anga. Sasa haya maji akayatenga, moja akawa juu, mengine akawa chini. Huku ndio utaona bahari nini. Naona kwa yale ya juu ndio tunayaita anga. Nadhani umenielewa hapo, sio kafikiri kwamba juu kuna kitu labda kimefunika. Hapana, hayo unayoyaona yote ni maji. Mstari wa 7, Mungu akaliumba anga, akatenga maji, yale maji yaliyo juu ya anga na yale maji yaliyo chini ya anga, ikawa hivyo. Mstari wa 8, Mungu akaliita lile anga mbingu, ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya pili. Siku ya pili Mungu anaumba anga. Yale maji alipoyatenga, kwa sababu dunia ilikuwa imejaa maji, kwa Mungu akaamua kuyatenga. Alipoyatenga maji yakawa juu na mengine yakawa chini. Kwa yale ya juu Mungu akaliita anga. Mpaka leo na wewe unaliita anga, mtazamaji, msikilizaji wangu. Nao unasema anga lile, usione ubu unaoona, hayo ni maji. Yamegandishwa huko, hayawezi kurudi huku chini mpaka Mungu aamue mwenyewe. Ikawa siku ya pili. Mstari wa 9, Mungu akasema, maji yaliyo chini ya mbingu na yakusanyike mahali pamoja, ili pakavu paonekane, ikawa hivyo. Mstari wa 10, Mungu akapaita pale pakavu nchi, na makusanyiko ya maji akayaita bahari. Mungu akaona ya kuwa ni vyema. Kwa hiyo hapo ukiangalia mstari wa 9 mpaka wa 10, unaona Mungu anajaribu kutenganisha yale maji, kwa sababu yale maji yameshatengwa, yamekaa juu, imeitwa anga, huku yakabaki sasa yaliyo kwenye uso wa nchi. Sasa Mungu akasema na maji na nchi kavu ionekane, kwa akatenga. Kwa maji akawa pakaitwa baharini, huku pakaitwa nchi kavu. Nadhani hapa tunaenda vizuri. Ikawa pakawa pakavu paonekane, ikawa hivyo. Mungu akapaita pale pakavu nchi, na makusanyiko ya maji akayaita bahari. Kwa maji yalipokuwa mengi kule akayakusanya huku na huku pakawa nchi, huku pakawa bahari. Ndio maana tunapata sehemu ya kukanyaga. Amen. Mungu akaona ya kuwa ni vyema. Mstari wa 11, Mungu akasema, nchi na itoe majani, mimea itoayo mbegu, na miti ya matunda izaayo matunda kwa jinsi yake, ambayo mbegu zake zimo ndani yake, juu ya nchi. Ikawa hivyo. Unaona sasa Mungu anatengeneza sasa. Akasema nchi na izae matunda kwa namna yake, miti kila kitu kikawepo hapo. Yani alivyotamka kikawa, kila matunda kila nini. Mstari wa 10, mstari wa 13 akasema, ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya tatu. Kwa hii siku ya tatu Mungu alitamka mbegu ziweze kuingia kwenye ardhi, ila bado hazijaota. Ni mbegu ambazo zinaweza zikazaa mti, zikazaa matunda, zikazaa nini. Amen. Tuende pamoja. Mstari wa 14 leo unasema, Mungu akasema, na iwe mianga katika anga la mbingu, ili itenge kati ya mchana na usiku, nayo iwe ndiyo dalili ya kuonesha majira, siku na miaka. Unaona huu mstari wa 14, Mungu anajaribu sasa kuweka mianga. Unaposikia mianga, anamaanisha jua na mwezi. Sasa jua na mwezi, hii jua na mwezi husababisha majira, mtu kuelewa majira ya miaka. 15 nasema, tena iwe ndiyo mianga katika anga la mbinguni, itie nuru juu ya nchi, ikawa hivyo. Mstari wa 16, Mungu akaumba mianga miwili mikubwa. Ule mkubwa utawale mchana, na ule mdogo utawale usiku. Akafanya na nyota pia. Mungu akaiweka katika anga la mbinguni, itie nuru juu ya nchi, na kuutawala mchana na usiku, na kutenga nuru na giza. Mungu akaona ya kuwa ni vyema. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya 4. Siku ya 4 unaona Mungu anaruhusu sasa, anatengeneza mwezi utawale usiku, na zile nyota ndogo ndogo, lakini ile nyota kubwa ambayo ni jua itawale mchana. Unapoamka asubuhi, inapokuwa linachomoza mwanga, linaleta mwanga kuanzia angani kule,
kule kwenye anga, Mungu aliyoiumba mpaka huku kwenye nchi. Amen. Sasa kupitia mwezi na jua tunaweza kuhesabu majira. Haleluya. Haya, hiyo ni siku ya 4. Tunaenda siku ya 5. Mungu akasema, maji na yawe kwa wingi na viumbe vyenye uhai na ndege waruke juu ya nchi katika anga la mbingu. Hapa mstari wa 20 Mungu sasa anasema maji na yawe kwa wingi na viumbe vyenye uhai na ndege waruke. Yaani Mungu anajaribu kutamka sasa. Mungu anatamka kwamba hii bahari na maji, lakini anahitaji viumbe vikae ndani. Anatamka viumbe vya kila aina vikae humo, viingie, vizaliane, yani vitokee. Yani maana alipokuwa anatamka vitokee na vinatokea. Kwa neno vilitokea. Kwa maji na yajawe kwa wingi na viumbe vyenye uhai. Kwa Mungu akawa anatamka vile viumbe vinaumbika kwa jinsi yake. Na ndege waruke juu ya nchi katika anga la mbingu. Mungu akaumba nyangumi wakubwa na kila kiumbe chenye uhai kiendacho ambavyo maji yalijawa navyo kwa wingi kwa jinsi zao, na kila ndege arukaye kwa jinsi yake. Mungu akaona ya kuwa ni vyema. Mungu akavibarikia akisema, zaeni mkaongezeke, mkayajaze maji na ya baharini, ndege na wazidi katika nchi. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya 5. Siku ya 5 Mungu ametamkia ndege, ametamkia samaki, ametamkia kila viumbe, nyangumi, nini, vyote vivyo kwa baharini, ndege wanaoruka, wazae wakaongezeke, wakaijaze dunia, yani wazunguke kila sehemu. Haleluya. Hiyo ni siku ya 5 katika kitabu chetu cha Mwanzo sura ya 1. Tuende 24. Haya, Mungu akasema, nchi na izae kiumbe hai kwa jinsi yake, kwa jinsi zake, mnyama wa kufugwa nacho kitambaacho, na wanyama wa mwitu kwa jinsi zake. Ikawa hivyo. 25. Mungu akaumba aina zote za wanyama wa porini na wa kufugwa na viumbe vyote vitambaavyo juu ya nchi. Mungu akaona ya kuwa ni vyema. Sasa siku ya 6 hii tunaenda siku ya 6 hii. Mungu anaumba wanyama wa kila aina, anatamka kwamba yani nchi izae viumbe vitambaavyo, nyangumi. Yani Mungu akaumba siku ya akaumba wanyama. Lakini sasa angalia siku ya 6 ilivyo. Mungu anaumba wanyama. Unaona hapa kuna kitu kinazungumzwa, usije ukakisahau wewe unayenifuatilia. Anasema hivi. Mungu akasema, nchi na izae kiumbe. Nchi na izae kwa neno, na nchi na izae kiumbe hai kwa jinsi zake, mnyama wa kufugwa nacho kitambacho, na wanyama wa mwitu kwa jinsi zake. Ikawa hivyo. Mungu akaumba aina zote za wanyama wa porini na wa kufugwa na viumbe vyote vitambaavyo juu ya nchi. Mungu akaona ya kuwa ni vyema. Sasa Mungu ameumba wanyama siku ya 6. Sasa uone tunapofika mstari wa 26, kwa maana tayari viumbe vimeumbika, wanyama, wadudu, lakini hapa unaona mwanadamu anapatikana hapo. Kwa mwanadamu naye ni mnyama. Mstari wa 26, Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia, na kila kiumbe kitambaacho juu ya nchi. Sasa Mungu hapa sasa anasema, Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia, na kila kiumbe kitambaacho juu ya nchi. Mungu anamuumba mwanadamu, anakuwa na wazo sasa, anapata wazo la kumuumba mwanadamu. Yani sababu ya kumuumba mwanadamu ni ili mwanadamu aje ataware, aje amiliki kile ambacho yeye amekwisha tengeneza.
Ametengeneza dunia, ametengeneza nchi, ameshatamkia bahari ilete viumbe hai, ametamka nchi kavu iwe na ndege waruke angani, yani wanyama tayari ametamka. Sasa Mungu ili mwanadamu aje avitawale hivi vitu, atawale wanyama, atawale samaki, atawale ndege, mwanadamu awe mtawala. Sasa Mungu hapa anamuumba mwanadamu kwa kusudio moja tu la kuja kutawala. Haleluya, tuko pamoja hapo? Twende. Lakini sasa hapa anaongeza kitu, anasema kwamba na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Hebu tusome hapo. Anasema Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu kwa sura yetu wakatawale samaki. Mtu anaweza kujiuliza, Mungu anawezaje na tumfanye mtu kwa mfano wetu? Kwa mfano wetu. Hivi sasa kwa mimi ni mfano wa Mungu au wewe ni mfano wa Mungu? Unaweza kujiuliza maswali. Wewe ni mfano wa Mungu? Mimi ni mfano wa Mungu? Na mfano wetu kwa sura yetu. Na tumfanye mtu kwa mfano wetu kwa sura yetu wakatawale. Kwa ni vitu viwili, kwa mfano na kwa sura. Sura ya Mungu ni nini? Hapa nataka niweke sawa. Kwa kila mtu kuna vile anavyoweza kuinterpret vile alivyoelewa. Lakini hapa Mungu anatumia vitu viwili. Kwa mfano, anaanza kwa mfano na kwa sura. Anaanza kwa mfano na kwa sura. Anaanza kwa mfano tusipoteane. Anaanza kwa mfano, anakuja kwa sura. Aanzi kwa sura, anasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu akatawale. Yani kuwa mfano wake na kuwa sura yake, tuende tukatawale. Sura ya Mungu ni nini na mfano wa Mungu ni nini? Tutapata kwenye somo lijalo. Lakini sasa mfano wa Mungu ni vile kutenda matendo, ni kule kutenda matendo ambayo ni mema Mungu anayotakiwa tuwatende, kwa sababu Mungu ni mtakatifu na sisi ni watakatifu. Kwa alipomuumba Adamu alikuwa ni mfano wa Mungu. Mfano wake wa Mungu ni Adamu kuendelea kutenda yale matendo yaliyo mema ya Mungu. Kutenda matendo mema, kufanya yaliyo mema, ndiyo ilikuwa ni mfano wa Mungu. Lakini sura ya Mungu ni roho. Kwa Adamu alipewa roho, kwa akawa sura ya Mungu. Manake Mungu ni roho. Mwanzo ile anasema kwamba roho ya Mungu ikatulia juu ya vilindi vya maji. Juu ya maji. Kwa Mungu tunasema, unaona kwamba Mungu ni roho. Mungu ni roho. Kama Mungu ni roho, pia mwanadamu alimwekea roho. Kwa hiyo ile roho ndiyo sura sasa ya Mungu. Sura ya Mungu ndio iko hivi. Sura ya Mungu ni roho. Kwa mwanadamu akawa amepewa roho. Haleluya. Tutaelewana tu. Taratibu tutaelewana. Haya, 27. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. Sasa hapa tulione vizuri. Watu wengine wanasema, wakifika kwenye huo mstari wanasema Mungu aliumba hapa mwanamume na mwanamke. Kwa hiyo wengine mpaka wamempa jina wakasema alimuumba Lilith akawa mke wake na Adamu baadaye akamuasi. Si kweli. Ili neno unavyoliona ili ni kama vile ni kitu ambacho yani niseme kwamba yani ni kama, sijui nikuelezeje msikilizaji wangu ili uweze kunielewa. Yani sawa utengeneze, yani unajaribu kutoa maelezo ya hebu ngoja tafute namna nyingine ya kuelewesha vizuri ili uweze kunielewa. 27 inasema Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanaume na mwanamke aliwaumba. Kwa Mungu alipoumba zile roho, alipozitamkia zile roho ziliumbwa kwa siku moja. Labda ngoja nikuelekeze kwa njia hiyo.
aliumba roho mwanamke na mwanaume kwa siku moja. Yaani roho ambazo zitaenda kuingia kwenye zitakazoenda kuingia kwa mtu mke na kwa mtu mume, aliziumba siku moja. Lakini sasa kilichokuja kuumbwa mwanzoni ilikuwa ni mwili wa mwanaume, ila mwili wa mwanamke ulikuwa hujaumbwa. Nadhani hapo tumeelewana. Tuende taratibu, tutaelewana. Kama utakuwa na maswali utaniuliza, nitakujibu. Mungu akubariki. Mstari wa 28. Mungu akawabariki. Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuimiliki, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Kwa Mungu alipoziumba zile roho, sasa anaanza manake anatoa amri juu yake. Mungu anasema hivi, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuimiliki, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. 29. Mungu akasema, tazama nimewapa ninyi kila mmea utoao mbegu ulio juu ya uso wa nchi yote, pia na kila mti ambao matunda yake yana mbegu, vitakuwa ndivyo chakula. Mungu ajaribu kutoa maagizo pale. Lakini kumbuka zile roho alizokuwa ameumba mbili, hizo roho alizoziumba, hizo roho ndiyo chanzo cha mbegu ya mwanadamu ndani ya hii dunia. Lazima tuelewane hapo. Tutaelewana mbele ya safari. Mstari wa 30. Na chakula cha kila mnyama wa nchi na kila cha ndege wa angani na cha kila kitu kitambaacho juu ya nchi chenye uhai, majani yote ya miche ndiyo chakula chenu. Ikawa hivyo. Mungu akaona kila kitu alichokifanya, na tazama ni chema sana. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya 6. Kwa Mungu siku ya 6 akaumba, akamaliza na akawapa maagizo. Lakini hiyo mioyo, aliumba mioyo miwili hapo. Labda nikuelekeze ili unielewe. Akatamka ile mioyo ikawepo kwa sura na kwa mfano. Kwa sababu hizo roho mbili ndiyo chanzo cha wanadamu. Mungu anaanza kuwekeza mawazo ndani ya wanadamu hawa. Bado hawajaapia, lakini anawatamkia katika ulimwengu wa roho kwamba nendeni mkafanye haya na haya na haya na haya na haya. Nadhani hapo tumeelewana. Ubarikiwe na Bwana. Tunaenda mstari wa pili. Samahani. Tunaenda sura ya pili. Taimaliza sura ya pili kwa siku ya leo, Alhamisi ya leo, tarehe 12. Tamaliza leo. Tutasoma sura 2 tu. Basi, mstari wa pili, basi mbingu na nchi zikamalizika kuumbwa na jeshi lake lote. Na siku ya 7 Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya. Akastarehe siku ya 7. Mungu yani kazi aliyoifanya yote ndani ya siku 6 akawa amemaliza, ila siku ya 7 akastarehe. Akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya. Mstari wa 3. Mungu akaibariki siku ya 7 akaitakasa, kwa sababu katika siku hiyo Mungu alistarehe. Akaacha kufanya kazi yake yote aliyoiumba na kuifanya. Mstari wa 4. Hivi ndivyo vizazi vya mbingu na nchi zilivyoumbwa. Sasa msikilizaji au mfuatiliaji wangu, hii sura ya pili inazungumzia kwamba Mungu siku ya 7 aliweza kustarehe, aliweza kuacha kufanya kazi, akastarehe kabisa. Na tutakuja kuona hiyo siku ya 7 ni siku gani kwa siku za wakati huu. Watu wengi huwa wanajiuliza sana kuhusu siku ya 7 Mungu aliyostarehe. Tutaiona huko mbele. Tuendelee kuwa wote, tutajifunza vitu vizuri, maana Mungu ametufundisha ili tuweze kukupa wewe maarifa unayesikia. Twende hapa sasa, kuanzia mstari wa 4 kwenye sura ya pili. Tunaanza kuona sasa kwamba hivyo ndivyo vizazi vya mbingu na nchi zilivyoumbwa.
vizazi vyake. Sasa tunaanza. Siku ile Bwana Mungu alipoziumba mbingu na nchi, hapakuwa na mche wala kondeni bado, wala mboga ya kondeni haijachipuka bado, kwa maana Bwana Mungu hajainyeshea nchi mvua, wala hapana mtu wa kuilima ardhi. Unaona, kwa Mungu alipokuwa ametamka, zile mbegu zilikuwa chini ya ardhi, zimezikwa kama wewe unavyokwenda kwanza kulima shamba. Sasa mvua isiponyesha, ndugu yangu, yani vitaozea huko. Kwa hiyo Mungu alikuwa hajainyeshea ardhi maji, alafu pia bado mtu wa kuilima na kuitunza hakuwepo. Kwa mujibu wa Biblia inayosema mstari wa 6, maji yakapanda katika nchi, yakatia unyevu juu ya uso wote wa ardhi. Sasa unaona, anaposema kwamba mtu wa kuilima alikuwa bado, uelewe kwamba Mungu kaumba, kamaliza kuumba huku nyuma kaumba, lakini alichoumba hakijaapia kwenye ulimwengu wa mwili kwamba kianze kutembea, hakijaapia. Ameumba katika ulimwengu wa roho. Hapo utaelewana tu. Mstari unasema maji yakapanda katika nchi, yakatia unyevu juu ya uso wote wa ardhi. Mstari wa 7, Bwana Mungu akamfanya. Sasa baada ya kutia maji unyevu, maana yake mbegu zikaanza kuota. Mbegu zilipoanza kuota, Mungu sasa anakuja sasa kumtengeneza mwanadamu apia kwenye uso wa nchi. Uso wa nchi, ili mwanadamu aweze kuapia kwenye uso wa nchi. Tunaona katika mstari wa 7. Neno linasema Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Unasikia? Kule aliwaumba katika ulimwengu wa roho, akawapa maagizo katika ulimwengu wa roho, enendeni mkazaane, enendeni mkazae, mkaongezeke. Yani ni ulimwengu wa roho usioonekana amewaumba, ila hawajaapia, yani hawajaonekana ili waonekane kwenye sasa kwenye kuonekana anaanza kumuumba mwanaume kwanza. Hapo anazungumza kwa Mungu, anasema Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Mstari wa 8, Bwana Mungu akapanda bustani upande wa mashariki wa Edeni, akamweka ndani yake huyo mtu aliyemfanya Bwana akamweka. Kwa hiyo Mungu akawa ametengeneza bustani ya Edeni, ametengeneza bustani akaita Edeni. Alipoitengeneza ile bustani akaita Edeni, akaweka kila kitu safi. Sasa baada ya kumfanya yule mtu, akaenda akamweka humo kwenye ile bustani. Mstari tena nasema Bwana Mungu akachipusha katika ardhi kila mti unaotamanika kwa macho na kufaa kwa kuliwa, na mti wa uzima katikati ya bustani, na mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Kwa Mungu akachipusha miti mingi tu mle kwenye bustani, lakini mle kwenye bustani ilikuwepo miti inayotamanika kwa kuliwa. Hebu nirudie ili unielewe. Kwa Bwana Mungu akachipusha katika ardhi kila mti unaotamanika kwa macho na kwa macho na kufaa kwa kuliwa. Mkato. Na mti wa uzima katikati ya bustani. Na mti wa ujuzi wa mema na mabaya ulikuwepo, ila mti wa uzima ulikuwa katikati ya bustani. Mti wa uzima ulikuwa katikati ya bustani, lakini pia na pembeni yake, na mti wa ujuzi wa mema na mabaya ulikuwepo kwenye bustani. Mstari wa 10, ukatoka mto katikati ya Edeni wa kuitilia bustani maji, na kukatokea hapo kugawanyika kuwa vichwa 4. Jina la wa kwanza ni Pishon, ndiyo unaozunguka nchi yote ya Havila, ambako kuna dhahabu. 12, na dhahabu ya nchi ile ni njema, huko kuna bedora na vito shohamu. 13, na jina la mto wa pili ni Gihon, ndiyo unaozunguka nchi yote ya Kushi, na jina la mto wa tatu ni
Hidekeri ndio unaopita mbele ya Ashuru, na mto wa 4 ni Frati. Bwana Mungu akatwaa huyo mtu akamweka katika bustani ya Edeni ailime na kuitunza. Haleluya. Ilitokea pale palitokea mito. Mito unaiona, kuna Gihoni, kuna Gihoni, kuna Pishon. Haya. Huyo mtu akamweka katika bustani ya Edeni ailime na kuitunza. Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda ya kila mti wa bustani waweza kula. Anamwagiza sio watu, anamwagiza mtu mmoja, mwanamume. Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda ya kila mti wa bustani waweza kula, lakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Anampa maagizo, anamwambia hakika utakufa. Yaani siku ukinyosha mkono ukachuma matunda ya ule mti wa ujuzi wa mema na mabaya, hakika utakufa. Yaani anamwambia hakika, yaani hakika utakufa. Lakini hii hakika utakufa, tutaona alikuwa Mungu anamaanisha nini, maana yake ilikuwa ni ipi mbeleni huko tutaona. Bwana Mungu akasema, si vema. Sasa Adamu amekaa, ameshampa maagizo, amekaa. Sasa Mungu akasema hapana, wewe hawezi kukaa mwenyewe, maana huku alishaumba 2, huku bado huku ameonekana mmoja. Bwana Mungu akasema, mstari wa 18 sura ya 2 Mwanzo. Bwana Mungu akasema, si vema huyo mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Bwana Mungu akamfanyia kutoka katika ardhi kila mnyama wa msituni na kila ndege wa angani, akamletea Adamu ili aone atawahitaji. Sasa Mungu hapa anasema, Bwana Mungu akasema, si vyema mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Yaani ili Mungu sasa baada ya kulizungumza likabaki kama homework amejiwekea kwamba nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Alafu hapo akastopu, akarudi sasa kwa wanyama. Bwana Mungu akafanyiza kutoka katika ardhi kila mnyama wa msituni na kila ndege wa angani, akamletea Adamu ili aone atawahitaje. Kila kiumbe hai jina alilokiita Adamu likawa ndilo jina lake. Adamu, mstari wa 20, Adamu akawapa majina yao kila mnyama wa kufugwa na ndege wa angani na kila mnyama wa mwituni, lakini hakuonekana wa kumsaidia Adamu aliyefanana naye. Mstari wa 21, Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito, naye akalala. Kisha akatoa ubavu wake mmoja akafunika nyama mahali pake, na ule ubavu aliotwaa katika Adamu Bwana Mungu akaufanya mwanamke, akamleta kwa Adamu. Naona sasa Adamu Mungu akamfanya Adamu awe na usingizi, akachukua ubavu akamtengeneza mwanamke. Huyo mwanamke sasa, huyo mwanamke akamleta kwa Adamu. Kwa mwanamke, wanawake wote wametoka kwenye ubavu wa mwanaume. Huyu Eva alitoka kwenye ubavu wa mwanamume. 23, Adamu akasema, sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu, basi ataitwa mwanamke, kwa maana ametwaliwa katika mwanamume. Akasema ataitwa mwanamke kwa maana ametwaliwa kwa mwanamume. Ametwaliwa kwa mwanamume, ataitwa mwanamke. Mstari wa 24, kwa hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, naye atambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Watakuwa mwili mmoja. Mstari wa 25, nao walikuwa uchi wote wawili, Adamu na mkewe, wala hawakuona haya. Lakini sasa hii mstari wa 25 inakwambia nao walikuwa uchi wote wawili, Adamu na mkewe, wala hawakuona haya. Maana yake ni nini? Hawa unapochika walikuwa uchi, maana yake kipindi kile hawakuwa na nguo kwamba wamevaa, na hakuna wasehemu Adamu aliona kwamba
hajavaa nguo, wala Eva ameona hajavaa nguo, kwa sababu utukufu wa Mungu ulikuwa umewafunika. Sasa hii inakuelezea ili uone mazingira waliokuwa wakiishi, kwamba hawakuona haya, kwa sababu kipindi Musa anaandika hiki kitabu tayari watu walishaanza kuvaa nguo. Sasa inakuletea mazingira mazuri ili uweze kuelewa kwamba wenyewe hawakuwa wamevaa nguo, lakini hawakuona haya. Kwa sababu gani? Kwa sababu walikuwa wamefunikwa na utukufu wa Mungu. Utukufu wa Mungu ulikuwa umewafunika, wala hawaku, yani Adamu alikuwa jioni kwamba bibi sijavaa bwana. Alikuwa aoni hilo. Na ipo sababu ilikuwa inasababisha asione. Tutaiona mbele huko. Nakushukuru msikilizaji wangu na wewe unanifuatilia. Tumesoma sura 2 kwenye kitabu cha Mwanzo, sura ya kwanza na sura ya pili. Nadhani umeelewa. Ukiwa na swali, ninaomba uniulize. Ukiwa na swali, tuma swali lako. Tuma swali lako, nitakujibu. Tunaanza kuchambua. Tunaanza kitabu cha Mwanzo hadi Ufunuo. Tutasoma. Hiki kipindi kitakuwa kinaonekana kila, tuseme hiki kipindi nimeamua kitakuwa kinaonekana kila asubuhi. Kila asubuhi nitakuwa ninatoa kipindi hiki kwa ajili ya kusoma Biblia na kuelezea. Kwa ukiwa na swali, please naomba tuwasiliane, leta swali lako na Mungu atakubariki. Nitakujibu nawe Mungu atakusaidia. Wewe unayefuatilia kwenye channel hii, Mungu atakusaidia. Leta swali lako na Mungu atakusaidia. Ninakushukuru. Karibu sana na Mungu akubariki. Naomba niombe kwa ajili yako. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninalibariki jina lako kwa kuwa Mungu unaweza na unastahili sifa. Tazama msikilizaji wangu na mfuatiliaji wangu wa kipindi hiki cha usomaji wa Biblia. Mungu mweza wa yote, ninaomba umsaidie kila alichosikia kiingie ndani ya sikio lake. Mungu mweza wa yote, mpe kiu ya kutafuta, mpe kiu ya kusoma Biblia ili aweze kukuelewa, kwa maana wewe Mungu ni Mungu uonaye, wewe ni Mungu mwenye haki, wewe ni Mungu unayeweza kufanya mambo mapya, wewe ni Mungu unayeweza kufanya mambo ya ajabu juu ya kila mtu mwenye mwili. Ninasema asante kwa kuwa Bwana umemsaidia hapo alipo, umesaidia biashara zake, umesaidia maisha yake, umesaidia familia yake, umemsaidia yeye pia, umesaidia masomo yake. Mungu muweza wa yote, ninaachilia nguvu za Roho Mtakatifu ziweze kumsaidia na kumwelekeza yapi apasayo kufanya. Ninaomba haya ni katika jina la Yesu, ninaomba na kuamini. Amen. Barikiwe. Shalom. Tukutane wakati mwingine. Barikiwe.